Nitachukua kwa gharama yoyote. Wewe ni nani? Na kwa nini unaua watu? Umenileta hapa unifanye nini? Nahitaji nyota yako. Huwezi kuchukua nyota yangu. Mimi huwezi. Unasema na umefikaje hapa kama siwezi kuchukua nyota yako? Umefikaje hapa? Unadhani sijui? Ulimchukua mpenzi wangu ukampoteza, ukachukua kivuli changu, kumbe ni wewe. Sikiliza wewe, wewe ni mchache sana na uwezo wako ni mdogo sana na unaona mkononi hapo. Kwa hiyo nitamchukua mwenzako kwa gharama yoyote, kwa gharama yoyote. Nadhani nimekuja mara nyingi sana kwako, shahidi wewe na akili yako. Sasa nitashindaje kuchukua hiyo? Nionyeshe njia, mimi niondoke. Hapana, kwa nini unafanya hivi? Unajua mimi ni nani? Mimi ni Teresa. Mimi ni Teresa. Na walifanya upumbavu mkubwa sana. Kuna watu walionikosea mimi, hasa nyinyi wanawake. Ndio maana nawataka nyinyi nyote wanawake mwe mkononi mwangu kwa gharama yoyote, na ipo siku nitakupeleka kwenye ufalme wangu. Utaona mabinti wengi walio na nguvu wazuri. Sio mimi, ila mimi nachohitaji kwako ni nguvu tu. Najua utanielewa, ila iko siku moja utanielewa nitakapoamua kuchukua uwezo wako kwa nguvu yoyote na kwa gharama yoyote. Na kwa nini unaua watu? Umenileta hapa unifanye nini? Wale wanakuachia nenda, maana najua nitakuchukua muda wote, nitakupata kwa muda wote. Shaelewa? Teresa ni nani anatusumbua sisi? Alafu Masai nikwambie. Kwani kiongozi unashindwa kwenda kuangalia huu utaratibu? Mbona kuna wataalamu kibao tu? Chasiru. Kwani kiongozi unaenda unaangalia kwa utaratibu? Namna hiyo. Kiongozi wetu yupo tu. Hivi nyie unaelewa kweli mnachokizungumza? Kwani hatuelewi? Wewe ungetambua hasa nao pata mama yoyo ndio ungesema hiyo maneno yako mbovu mbovu. Sasa wewe Masai Lulu, unaona anaona mwenyekiti huyu jamaa ameshindwa hata kumudhibiti, ila siku anatelesea kwa kina mama yoyo. Unaona wewe kama kiongozi wa hii kijiji, shida ni moja tu, au chukui maamuzi. Maamuzi nishachukua Masai. Au unataka niongee lugha gani ndio mnielewe wenyewe na kijiji? Mwenyekiti sikiliza, nikwambie masima tu. Na mimi nakutana tu ukweli. Hii kijiji yote akisunguka hamna mshauri. Wacha wamekia sana kama mwenyekiti humu arushi watu salama. Wacha sana. Hivi unashindwa kukamata hata wacha saba wakamkamata hiyo Teresa. Haya umeshindwa hiyo, imekushinda, achana nayo. Manabii haipo. Waganga hawapo. Sina kwani tu kurui. Lakini unayoongea Masai yako sawa, lakini mbona hili jambo nimewaambia nalifuatilia? Mbona mnanilalamikia sana? Hata kama akija kiongozi gani hili jambo pasipo kutuliza vichwa kung'amua vipi, hamtaweza kulifumbua hili tatizo
Hili tatizo ni kubwa. Kwa hiyo natakuwa yani kwenda kwa utaratibu, kwa mpangilio. Mimi kama kiongozi nitashirikiana na viongozi wangu, sawa? Wale wasaidizi wangu na wale wengine wa juu. Tutatatua hili tatizo. Shida inaanzia hapo. Kila jambo wanasema utatatua wewe na viongozi wa juu, sijui wa juu wapi sasa? Masai, sikiliza. Viongozi wetu hawa ni mieyusho tu. Kabisa. Mbona kuna viongozi wengine wa vijiji vingine wanaenda kwa waganga, wanaenda kuangalia matatizo ya kijiji chake. Wanajali tu kipindi cha uchaguzi ndo wanawajua waganga. So unajua kuna udaji. Ila maswala haya ya wananchi kwa ujumla hawazingatii. Viongozi sisi ni bora tunaokuambia live kuliko wanaokuongea nani pembeni kule. Mwenyekiti, hebu jaribu kuelewa, sisi tunaokuambia mbashara ni bora zaidi kuliko ambao wanakuteta pembeni. Ni kweli. Nasikia hata juzi kati hapa ameenda kutembea na mke wa mchungaji. Yaani hili swala kweli limekuwa gumu za kweli. Lakini hebu naomba mnipe muda, mimi nijaribu kufuatilia. Na uzuri huyu mtabiri ameturahisishia wote, na nyinyi wananchi hapo mmesikia. Atatusaidia. Sasa hebu naombeni muwe watulivu. Naombeni muwe watulivu wananchi wangu. Hili jambo tutalitatua tu. Kwanza mimi linaniuma sana. Ni kweli mwenyekiti. Ukiona watu wanakuambia ukweli pembeni na wewe hivi wanakupenda, usitupe mieyusho tu. Sawa kabisa. Na mimi hili swali silikubali. Kama leo, kama majuzi kati ametembea na mke wa mchungaji, huyu kesho kutwa anaweza akatembea tena hata na mke wangu. Na mimi swala silikubali kabisa. Kweli kabisa. Na nakataa kabisa hili swala, sitaki. Usiwaze wewe Masai. Nataka mnielewe. Mimi ndio kiongozi. Mimi ndiye kiongozi wenu. Hakuna tambwembwe fanyie Teresa, Teresa, Teresa. Familia nyingi amani ya wana kutoka kurumbana sababu yako wewe Teresa. Usiku wa manane unapitizana, unachofanya kwa ni unyama. Sasa mimi nitakachokifanya safi mdogo naenda tupike salamu. Mwenyekiti. Shikamoo. Baba mjambo. Nimekuja kwa ile swala. Mimi kwa siri nilizo nazo sina hata haja kumsalimia huyu mwenyekiti. Shikamoo ya nini? Unamsalimia nini huyu? Shida ni nini? Mzee, kila siku tunaleta changamoto zetu, lakini nakuona upo. Ni kama vile utilii maanani kwa hili swala. Muda mfupi nilikutana na wewe. Nilikwambia uje ofisini. Unakuja na huyu anafoka. Hivi wewe mimi siwezi nikatulia. Tumekuchagua wewe utusaidie. Aswa? Sisi na mali zetu. Aswa? Mabinti wetu wanapotea. Wanawake wetu wanaingiliwa. Wewe upo tu. Au unakunywa gongo wewe? Mimi ndio mwenyekiti wenu. Mlinichagua. Sasa ukija kwa Jilas na kusaidia nini? Unajua, hata mwenzako nilimwambia. Haya, mmekuja nyumbani baada ya kunisubiri ofisini. Mwenyekiti, leo ni siku ngapi mke wangu simuoni nyumbani? Mke wangu hili swala nilikuja hata kwa ndugu yangu mwenzangu, akanitimua, afika kama mimi namuigizao namtania. Ndio nakutana na wewe na kueleza. Alafu wewe upo tu. Hakuna kitu chochote unachokifanya. Unajiita mwenyekiti umekalia kiti. Gani hicho? Punguzeni jaziba. Mwenyekiti kwa na moyo. Punguzeni jaziba. Wewe mwenyekiti tumekuwa hiyo nafasi. Nisikilizeni na mimi. Uitendee kazi. Sasa niwache muongee. Nakusikiliza, ongea. Nataka tukae tunaongea tunaelewana. Tunaponoana mawazo. Mimi ndio mwenyekiti. Hili swala nimelisikia. Na wewe nikakwambia utakuja ofisini. Umekuja nyumbani. Sasa tuongee tulifanyaje hili swala? Nimelisikia muda mrefu. Ndio uje kwa utaratibu, lakini ukija unafokea mwenyekiti nafanya nini? Hapo tunahitaji kuongea na wewe, lakini kumbuka, mwenyekiti wa ng'ambo kule
kijiji kinaitwa Pilipili kule. Yule mwenyekiti anakalisha wajumbe wake, anakalisha wananchi wake. Hata juzi hapa aliwakalisha chini akasema ngoja msiwe na wasiwasi. Ili swala tutalifuatilia vilivyo. Lakini wewe umelala tu. Sasa nimeshawaambia mwenyekiti, kesho njoone ofisini saa 4. Nimechoka. Umeniambia nimekuja nyumbani kwako. Tena unaongea nini? Si nimekuja. Tena unatupanga kama mafungu ya nyanya bana. Njoone ofisini kesho. Mwenyekiti unafeli bana. Au ndo wale. Alizaidi. Naona huyo sasa kumkumbatia. Tokeni nyumbani kwangu. Nimwambia mje ofisini kesho. Au unataka niita defender sasa hivi? Unatushia defender? Umefika mbali. Niita defender. Wewe mimi siogopi chochote dabu. Unatushia defender. Unatushia defender mzee. Twende. Wewe toka mama. Atoke mimi mambo ya ajabu sisi. Toka nyumbani kwangu. Nimwambia mje ofisini unakuja hapa. Familia nyingi amani ya wana kutoka kurumbana sababu yako wewe. Teleza wa manane unapitizana, unachofanya goni unyama hauna ya wewe. Teleza familia nyingi amani ya wana kutoka kurumbana. Samahani, unaitwa nani? Jamila. Unajua kuna kitu kimoja nataka nikwambie. Ni mara nyingi sana nimekuwa na kuona unapita na nini. Sasa nikaona nisiwe naumia kila siku. Kifupi tu mimi nakupenda sana. Hapo kwanza nicheki. Wewe unanipenda mimi? Jamila, si mko wawili hapa ndio maana nimekuita wewe. Ningekuwa na shida na yule pale ningemuita yule pale. Hebu huko kwanza unyamaze. Yaani hilo uloongea linatosha. Yaani wewe unavyojiona wewe ni wa kuendana na mimi. Kwanza muangalie mwanaume mwenyewe ulivyokaa. Minywele yenyewe hujachana, afu eti dada nakupenda wewe. Tena ukome na uishi hapo hapo. Mtu mwenyewe mfano mzwataka huko nani sokoni, unakuja eti kuparamia watu. Na tena wanawake, yani wanawake unaowaona huko unaowaweza wewe sio mimi. Kwa hiyo mimi kukwambia nakupenda ndio imekuwa tatizo. We. Hilo ndo kosa lako. Tena usije kanzoea tena. Ukiniona uone kaa kituo cha polisi. Basi sawa. Tena hebu nikome. Familia nyingi amani ya wana kutoka kurumbana sababu yako wewe. Teleza wa manane unapitizana, unachofanya goni